Siku moja, Marwei alikuwa akiota ndoto mbaya. Aliona vitu visivyo vizuri, akawa anakumbuka. Kwenye hizi ndoto, aliona machozi ya mama yake, akitoka kwenye ugomvi na baba yake. Alikuwa akitetemeka mwili mzima na kutokwa na jasho. Marwei, Marwei, alisikia sauti ikiita. Alishtuka, akaamka na kutazama huku na kule, akitafuta sauti ilipotokea. Akatazama kulia, akatazama kushoto. Hakuona chochote, alidhani ni ndoto. Aliweka kichwa chini na kufumba macho. Kisha akasikia sauti tena ikiita, Marwei, Marwei. Alishtuka, akaamka na kutazama huku na kule. Kisha akaiona nuru gizani. Katikati kulikuwa na mvulana mwenye nguo nyeupe na mbawa nyuma na ngozi na nywele nyeusi. Usiogope, usiogope. Mimi ni rafiki. Leo nimetumwa kwako. Mimi ni malaika kutoka kwa Mungu ambaye anataka kuzungumza nawe. Twende nikupeleke kwake. Marwei alitulia, akakubali kwenda. Akaushika mkono wa malaika, wote wawili wakaruka angani. Walipita miti, walipita milima, walipita mawingu, huku wakiimba wimbo mdogo. Yesu anawapenda watoto wote. Watoto wote ni wake. Weupe, weusi na wekundu ni wake. Yesu anawapenda watoto wote. Wakapanda mbinguni. Wakafika kwa kile kilichoonekana kama ulimwengu mwingine. Kulikuwa na watoto ambao walikuwa na furaha wakicheza. Kulikuwa na maua na ndege na wanyama. Walifika kwenye nyumba nyeupe yenye mlango mkubwa iliyotengenezwa kwa dhahabu ambayo ilikuwa ya thamani kubwa. Mle ndani kulikuwa na meza iliyotandikwa matunda na vyakula vya kila aina. Keki, pipi, asali na maziwa. Marwei alijisikia furaha, uso wake ukitabasamu, macho yake yakimetameta. Mungu alipoingia, aliingia na mwanga. Marwei alishtuka na akawa na hofu. Akafumba macho, akainamisha kichwa chake huku mikono yake ikiwa kifuani. Bwana aliketi juu ya kichwa cha meza kwenye kiti chake cha enzi kilichotengenezwa kwa dhahabu. Usiogope mwanangu, usiwe na hofu. Najisikia furaha kutokana na uwepo wako hapa. Marwei basi alijisikia furaha sana, kukumbatiwa kwa upendo. Nimekuleta hapa kwa sababu nahitaji msaada wako. Nina shida yangu. Nataka watoto wote walindwe na maovu yote. Je, unajua nini husababisha msongo wa mawazo? Marwei akatikisa kichwa, maana hakujua. Moyo wake ulianza kujawa na huzuni. Msongo wa mawazo hutokea wakati mtoto hajatunzwa, akikaa bila upendo, chakula au mavazi. Anapopigwa na kutukanwa, humfanya aogope na kumpa hofu kila wakati. Jeraha la akili hutokea wakati mtoto anapoguswa kwenye sehemu za mwili zisizofaa kwa kulazimishwa. Watoto wana haki nyingi: haki ya kula na kushiba, haki ya burudani na kusoma, haki ya makazi na malazi, kwa mavazi na ulinzi. Hizi ni baadhi ya haki za watoto. Marwei alisikia machozi yakimtoka, yakitiririka usoni mwake. Alikumbuka ugomvi wa wazazi wake, vipigo na matusi vya baba yake.
Usilie mtoto wangu, usiwe na huzuni. Nimepanga mengi kwa ajili yako. Nataka uwe msaidizi wangu anayesimamia vita ya unyanyasaji wa watoto wangu. Kwa Kiingereza inaandikwa kama FIGHT. F inawakilisha faith, imani. Imani kwako na mimi kama baba yako wa mbinguni. I inawakilisha information, maarifa. Ni muhimu kusoma na kuuliza maswali ili kupata maarifa zaidi. G inawakilisha goodness, wema. Lazima uwe mtu mzuri kwa jamii. H inasimamia happiness, furaha. Kuwa na furaha na tabasamu na wengine. T inasimamia trauma busting, kupambana na unyanyasaji. Jua kwamba giza la huzuni litapita. Furaha itakuja asubuhi na mwanga. Nitawezaje kama mtoto mdogo? Marwei alishangaa, akauliza mara mbili. Hizi hapa ni silaha ninazokupa ambazo zitakulinda kwenye mapambano. Marwei alijisikia kutiwa nguvu na maneno hayo na kuvaa silaha ambazo Mungu alikuwa amempa. Alinyanyuka angani na kuzunguka huku na huko akiwa amezungukwa na vumbi linalong'aa. Amka mtoto wangu. Inuka kama mtetezi wa unyanyasaji. Mungu alipozungumza, nuru iliangaza. Marwei anaamka akiwa katika blanketi zake na akafikiri kwamba alikuwa anaota. Alijisikia kuwa na huzuni, lakini baada ya muda mfupi alisikia furaha moyoni mwake na upendo. Aliona mwanga ukitoka kwenye makabati. Kisha akaona silaha zikiwa ndani. Alijua haikuwa ndoto. Alitabasamu huku akifikiria safari iliyokuwa mbele yake.